Naanza kwa kusema kwamba haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kabisa kwa usiku ule Ray kupata usingizi. Kwa sababu tayari kuna kauli ambazo zilishasikika kwake ni za kutisha sana. Kila alipokuwa akikumbuka ile kauli ya kwamba kuna ndezi jamaa amempata njiani usiku wakati anarudi na anamvutia tu time ili akamkatekate. So kwa Ray ilikuwa inampa shida kupata usingizi, kwani alikuwa anaamini kabisa kwamba jamaa wakati wote anaweza akamvamia na kumkatakata. Naomba kama ukusikiliza sehemu ya kwanza, basi itakuwa ni vyema uisikilize sehemu ya kwanza tulipotoka ili tuweze kuendelea. Lakini pia bila kusahau ni kusisitize hapo chini utaona neno subscribe, bonyeza pale ili kila ninapotoa story iwe inaweza kukufikia hapo ulipo kwa wakati sahihi. Na mimi nimeandaa story nyingi sana nzuri kwa ajili yako wewe unayenisikiliza hapa. Wakati Ray akiendelea kuwa na mawazo mbalimbali, aliwaza kwamba pengine aweze kutoka kwa minyato ili aweze kuondoka katika eneo lile. Lakini kuna story alishaambiwa inalazimika tulale hapa kwa sababu huko mbeleni tunapokwenda hakuna usalama wa maisha yetu. Kwa usiku huu endapo tutapata shida hatutatoboa. Na hiyo ndio sababu ya kuwafanya kuja kwenye hiyo nyumba ambayo bwana Ray sasa anakosa hata usingizi. Hofu na mashaka zilipozidi, Ray alichukua mkoba wake na kusogelea mlango ambao ulikuwa umerudishiwa tu kinamna fulani na kuwekwa kama kaloki fulani kama msumari pale. Wakati mkono wake ukienda kugusa ule msumari ili aweze kufungua mlango na kutoka, alipatwa na msito wa kuto kufungua ile loki ya msumari. Akakumbuka neno fulani katika kitabu cha Mungu au katika Biblia. Hili ni neno ambalo lilirudi na kumtia ujasiri. Wafilipi 4:6 inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Lakini bado tu haikuishia hapo. Ray aliendelea kukumbuka Mungu anasema nini katika neno lake. Zaburi 46:1 inasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utaonekana tele wakati wa mateso. Akasimama na huo mstari pia. Maneno haya mazuri ya Mungu yakaanza kupita akilini kwake. Yaani kuna wakati binadamu yoyote anajidanganya kwamba yeye anaweza akajitegemea akapambana na kila kitu. Ni kweli Mungu katupa akili, katupa nguvu, katupa viungo ambavyo ni kamilifu, ambavyo vinaweza vikakupa ujasiri wa kujua kwamba mimi nina uwezo wa kupambana. Ila kuna wakati mawazo yetu yanafika mwisho. Hapo sasa akili na ufahamu wako huanza kukumbuka uwepo wa Mungu, na hichi ndicho kinachotokea kwa Ray. Maneno haya mazuri ya Mungu yakaanza kupita akilini kwake. Yaani kuna wakati binadamu yoyote anajidanganya kwamba yeye anaweza akajitegemea akapambana na kila kitu. Ni kweli Mungu katupa akili, katupa nguvu, katupa viungo ambavyo ni kamilifu, ambavyo vinaweza vikakupa ujasiri wa kujua kwamba mimi nina uwezo wa kupambana. Ila kuna wakati mawazo yetu yanafika mwisho.
Na mawazo yanapofika mwisho, hapo sasa akili na ufahamu wako huanza kukumbuka uwepo wa Mungu, na hichi ndicho kinachotokea kwa Ray. Kwa hiyo akagundua kwamba silaha yake kubwa ipo katika maombi. Taratibu Ray akarudi na kukaa chini, akaanza kumwomba Mungu amwekee ulinzi katika eneo lile. Basi usiku ukawa unaenda. Unajua kuna majira fulani hivi, katika hali fulani, hata uwe ni mgonjwa kiasi gani, kuna mida kati ya saa 9:30 mpaka saa 10:30 hapa, lazima toka usingizi katapita. Lazima. Kuna wataalamu wana science wanasema, ukimwona mgonjwa wako ana maumivu makali, akawa macho mpaka huu muda ukapita, hatimaye siku ya pili ikaanza, basi uhakika wa kupona mgonjwa wako ni nadra sana. Yaani asilimia kubwa ni ya kifo kwa huyo mgonjwa wako. Yaani wagonjwa wengi wanaumwa, lakini inapofika majira ya saa 9, saa 10, lazima atasinzia hata dakika 5. Sasa bwana huyu Ray ilipofika hiyo mida, naye akapitiwa na kausingizi fulani kazito kweli kweli. Yaani huwa kanakuja kausingizi kazito at that time. Bwana yule akapitiwa na hako kausingizi. Hatujui alilala kwa dakika ngapi, lakini ghafla alishtuliwa na kusikia kitu kinagonga. Alisikia kitu kinagonga sana, tena kwa sauti kubwa. Ray akashtuka, akachukua kisu chake ambacho kilikuwa kimedondoka pembeni kupitiwa na ule usingizi, akakichukua haraka haraka. Sauti ilikuwa inaendelea kugonga, lakini ilikuwa igongi katika mlango wake. Hii sauti alikuwa anaisikia inatoka ndani ya nyumba ile ile. Kuu, kuu, kuu. Pasipo kujua ni kitu gani ambacho kinagonga, lakini msikiko huo ni ndani ya nyumba ile ile. Taratibu akasogelea mlango, akaanza kuvuta ule mlango taratibu ili kutaka kuona kuna nini kinachogonga huko nje. Akafungua mlango taratibu, akafanikiwa kutoa mwili wake wote nje kwenye ile korido sasa, ambayo ilikuwa imegawa mlango wake wa kuingia kwake na upande wa pili ni mlango wa kuingia kwa yule bwana aliyokutana naye kule porini. Taratibu Ray akaanza kusogelea kile chumba. Akafanikiwa kuchungulia ndani. Kulikuwa kuna kama kitaa cha hivi kilikuwa kinawaka pembeni ya chumba kile. Ray akawa anaona kuna jamaa, kuna mtu, hamuoni vizuri lakini anaona kuna mtu ndani ameshika shoka. Ray alitaka kujua huyu ni nani, lakini kwa sababu yule mtu kampa mgongo, ilikuwa ni ngumu kutambua huyu ni nani kwa haraka, na mle ndani mwanga ulikuwa ni mdogo, lakini kazi ilikuwa inaendelea.
Kwa Rei alikaa pale kwa sekunde akiwa anachungulia pale ili aweze kumbaini ni nani anayefanya kile kitu pale. Yule jamaa alikuwa anaendelea kukata nyama zake. Kwa hiyo kumbe mlio alikuwa anausikia ni nyama zinakatwa, yani kuna nyama amelazwa juu ya kile kama kichanja fulani cha mbao, jamaa anakata kwa nguvu kwa kutumia shoka. Yule jamaa baada ya kukata zile nyama akawa anachukua kibatali, kile kidude kama kibatali, ni kama kibati tu hivi, kina kitu kinachowaka. Hatujui alikuwa anatumia material gani kuwasha ule moto, lakini jamaa alichukua ile akaanza kumulika ile nyama aliyokata, na hapo ndipo sura yake ikawa inaonekana vizuri. Rei akafanikiwa kumwona ni nani aliomba mle ndani. Alikuwa sio mwingine, ni yule bwana ambaye alikuwa naye kwenye gari. Basi Bwana Rei pumzi likamshuka. Kisha Rei akaingia na kusimama pale mlangoni. Okay? Jamaa lile likageuka likamwambia, mimi nilikuwa nadhani umelala, kumbe upo macho. Rei akamuuliza, hapo unakata kitu gani? Yule jamaa akamwambia, huyu ni mnyama anaitwa ndezi. Ilikuwa inalazimu nikate hivi vipande saizi, kisha tuchome nyama, tule, alafu tuendelee na safari yetu. Maana safari yangu mimi ilikuwa ni ndefu sana huko nilipotoka, na sikubahatika kupata chochote chakula mpaka usiku huu. Sasa hivi tunavyoongea sijaweka kitu tumboni. Lakini pia kuna jamaa yangu mwingine atapita hapa, so lazima nimkatie nyama nimwachie hapa, lakini nyingine mimi nitaondoka nayo. Ukweli kamili akawa ameupata pale. Sasa moyo ukazidi kupata pumziko zaidi. Ni kweli jamaa alichukua vipande vya nyama akawasha moto sasa kupitia kile kama kibatali ambacho chokuwa anatumia kuangalia, wakaanza kuchoma nyama. Na huu ndio muda ambao Rei sasa alipata nafasi ya kuongea vizuri na yule jamaa muindaji. Wakati wanaendelea kuchoma nyama sasa, yule muindaji alimuuliza swali Rei, akamwambia, ilikuwaje mpaka umefika katika msitu huu hatarishi ukiwa unatembea kwa miguu yako? Jambo ambalo hata sisi wawindaji ni ngumu sana kufanya kitendo ulichokifanya, na hasa ukizingatia wanyama wakali waliopo katika msitu huu. Ilikuweje? Rei alimjibu swali moja tu, akamwambia ni Mungu tu. Mwindaji akacheka sana, akamwambia Mungu? Jamaa akacheka sana, akamwambia bado sikuelewi unamaanisha nini, kwa sababu kila anayetembea katika ulimwengu huu anaye Mungu tayari, lakini ni vigumu sana mtu kukubali kuhatarisha maisha yake kwa kiwango hicho ambacho umekichukua. Kore akamwambia ni Mungu tu. Felix alishangaa sana, akamwambia sijawahi kukutana na kijana mdogo kama wewe, lakini akiwa na imani kubwa ya namna hiyo.
Wakati wakipiga stori hizo, kwa bahati nzuri nyama ikawa imeiva. Felix akamwambia, najua tuna mambo mengi sana ya kuongea. Tumejuana kwa muda mfupi sasa. Tumebadilishana mawazo, inatosha. Huu ni muda wa kula haraka haraka ili tuanze safari, tufike mapema tunapoelekea. Kwa hiyo wakakata vipande vya nyama pale vilivyoiva, kila mmoja akabeba vipande vyake, wakachukua mifuko yao na kuingia ndani ya gari. Ilikuwa imefika saa 11 kasoro kama dakika 15 hivi. Safari ikaanza kuelekea katika kijiji kinachofuata. Wakiwa njiani, wameshaiacha nyumba sasa, kila mmoja akiwa na mawazo yake mazuri sasa, akimwamini mwingine kutokana na stori fupi walizopeana. Huku wakiendelea na stori, wanakula nyama zao. Felix akiendelea kuendesha gari kama kawaida, wakati Ray sasa akiwa yeye anaendelea kupiga msosi wa nyama kama kawaida. Kumbuka hii ni asubuhi sasa, alfajiri tunasema, lakini porini bado ni giza kali sana. Safari ikawa inaendelea. Hapa kila mmoja alikuwa akifurahia safari yake. Walitembea kwa mwendo mrefu tu wakiwa wanaelekea kutafuta hicho kijiji wanachoelekea. Ilipofika majira saa 1 kasoro asubuhi, walikuwa juu kwenye eneo la mlimani wakiwa katika gari. Kijiji wakawa nakiona kwa mbali kidogo kutoka pale walipo. Felix alisimamisha gari pembeni, kisha akamwambia, mwanangu, shuka tusafishe uso na maji, kwa sababu kwenye buti nina maji, alafu kisha tuendelee na safari, maana mimi nahisi kama kiusingizi bado kinaninyemelea. So hali hii ni hatari sana kwa dereva kuwa na usingizi huo. Wakachukua maji, wakaanza kusafisha sura zao. Lakini wakati wakiwa wanaendelea kusafisha maji, ghafla wakasikia sauti ya mnyama anakimbizwa na mnyama mwingine. Na wakati huo walikuwa wamesimama pembeni ya gari. Felix, kwa sababu zile ni kazi zake, alikuwa ameshajua kabisa kwamba huyo mnyama anakimbizwa na mnyama gani. Kwa Felix alikimbia haraka huku akimuhimiza Ray naye awahi haraka ili waingie kwenye gari na kuondoka. Lakini kwa bahati mbaya, Ray akajikwaa na kuanguka. Felix akawasha gari na kuondoka. Nini kinamkuta Ray? Hakuna anayejua. Stori yetu itaendelea. Sikiliza sehemu ya 3. Nini kinatokea kwa Ray? Felix amemwacha Ray pale porini, na huku kuna mnyama anakimbizwa akielekea kuja upande wao. Je, nini kitatokea? Endelea kuwa na mimi. Hapo chini
utaona neno subscribe, bonyeza pale ili kila ninapotoa story iwe inaweza kukufikia hapo ulipo kwa wakati sahihi. Na mimi nimeandaa story nyingi sana nzuri kwa ajili yako wewe unayenisikiliza hapa.